milele. Mbona nimekutafuta nyumbani kila mahali sikupati? Lakini nikasikia uwepo wako. Mahali ulipo. Kwa sababu nakupata. Mbona upatikane nyumbani? Bwana mfalme. Wafanyani usiku? Hapana, ni wewe ndio nimekuwa nikikutafuta zaidi. Mbona huko nyumbani kwako unajificha ficha huko ndani? Mfalme. Yaliyonipata ndio makubwa. Kuna mzimu unanihangaisha. Huu mzimu umekuja kwangu. Eti unataka kuoa msichana wangu. Mzimu. Bwana mfalme. Na wewe unajua hadhi ya msichana wangu. Venye nimemlea. Nimemsomesha. Nimemtunza kwa maadili ya Kikristo. Sasa mzimu umetokea, unasema kwamba unataka umuoe. Mzimu. Sasa mbona ukae huku nje? Wewe fanya hivi, utajaribu urudi nyumbani kwako. Nami huyo ni rafiki yangu. Rafiki yako bwana. Sio mzimu. Lakini ile kitu tutafanya, wacha wewe nenda rudi nyumbani kwako, na kama unaogopa zaidi, nitakupa mlinzi mmoja mkae naye kwako. Sasa mlinzi atanilinda zaidi ya mzimu. Ndio. Najua jinsi ya kuitatua. Wajua? Kama unajua bwana mfalme, mimi nakuheshimu. Nitakubaliana. Alafu kesho mambo yako haya tutaangalia, alafu tutatue. Ndio. Sawa. Asante sana mfalme. Jaribu ufike nyumbani. Asante sana. Uishi milele. Kabisa. Wewe mlinzi? Utaandamana naye kwako kwake. Yes. Na utakaa huko mpaka wakati nitakwambia utoke huko. Sawa? Sawa mfalme. Haya, andamaneni. Nani? Muwe macho. Sawa. Sawa mfalme. Twendeni. Vipi? Salama. Mguu wa kutoa wapi? Matembezi. Bado nimegundua kwamba wewe katika hii maya unatembeza uchongezi zaidi. Na hivyo wewe mtoto wa kike hivyo ifurahishi. Isitoshe, wewe ni msichana ambao unahitaji upate mtu. Kama unatembeza ombea si vizuri bana, wewe mtoto wa kike. Huyu chifu, sababu ya kuniambia nirudi kwa hili kijiji ilikuwa ni nini? Maana kufikia saa hii haja kuja kuniona. Shikamo baba. Marahaba mwana. Nimekuwa hapa muda mrefu. Tangia utoke baba umekuja bila taarifa yote. Mara sijakuona umekuja na chochote. Unajua nilitoka hapa na hujaona mambo yangu mengi hapa yakifanyika, manake ile kijana uliyeniletea alikuwa ni mzimu. Mzimu? Ni mzimu mwanangu. Baba. Unaita mpenzi wangu mzimu jamani. Mbona unaniaibisha? Kazi yangu uniachie mimi. Mimi ndiye niliyeapishwa kwenye hii maya nitembee, kipata habari yoyote namletea chifu. Wewe mtoto wa kike mbona unatembeza ombea? Kazi ukipata lolote katika hii maya inafaa ukuje unieleze, awe mimi ndio nitaenda kumueleza chifu. Kama nani aso? Sikukuaibisha. Mwanangu, venye nimeteseka na ule mzimu. Mimi ndio najua. Na sijui kama una taarifa kwamba yeye ni mzimu. Ndio namfahamu, ni mpenzi wangu. Huna ufahamu kwamba huo ni mzimu? Hapana, si mzimu. Habari zenu? Nzuri sana. Karibu mama. Umeingia? Asante. Karibu. Kwaje huku? Na ukuwa mrefu. Mama. Ukuwa mrefu mtoto wangu. Ukuwa mrefu sana. Haki kasichana ketu, kamekuwa kasupu. Kumbe hata wewe umeona kile nilikuwa nimeona. Doro wako wapi? Doro? Sasa mama. Poa. Niletea nini? Nitakupea yogurt nimekuletea mtoto wangu. Ina maana unijui? Si hivyo, kazi ikikushinda. Ina maana mimi unijui katika hii maya, si ndio? Sivyo? Haya basi. Tutaonana. Nitafanya jambo litakalo kufanya unijue. Toka. Jambo lipi hilo? Wala inishtue. Nilikuwa nimekumisi. Pia mimi nilikuwa nimekumisi.
Na mzee, umekuwa wapi? Nimesikia ulitoka nyumbani bila taarifa yoyote na ulikuwa umeacha hadi watoto. Na hiyo ndio imefanya niache kazi nikuje nikuangalie. Kilichonitoa hapa mke wangu, nahisi kwamba ni kama ndoto. Na kwa sababu ni kama ndoto, na furaha kwamba umekuja. Na vile umekuja hivi, utaiona mimi tukiwa na wewe. Eti ndoto? Mke wangu. Ni kweli. Hii msichana yako kaniletea mchumba hapa wakati hauko. Sijui kama amekuarifu kwamba ana mchumba. Diana. Abe mama. Umekuwa wa wachumba? Ndio. Na kama ako wapi? Ako shuleni. Mke wangu. Ndoto ndio hiyo sasa. Sijui kama uko tayari kuitwa nyanya. Lakini ni sawa. Lakini hata umekuja hata kunikumbatia, hujanikumbatia. Mama. Karibu nyumbani. Karibu. Asante. Karibu. Unafika wapi kuna Ilana kuja kuona hivi? Anazunguka tu. Kando na kuniona, kuna jambo sikufurahisha nalo. Ile siku ambayo nilikuwa na mpenzi wangu, jinsi mlivyosalamiana sikupendezwa. Kipi kilitokea? Kuhusu salamu, acha hiyo story ya siku nyingine. Hapa hivi mimi mwenyewe nimekuja kwa ajili ya kuona wewe. Tulikuwa na ahadi na babako, akawa ananiambia nisubirie ukimaliza shule hivyo ataweza kuozesha kwangu, akufanye uwe mke wangu. Mke wako? Naam, kwa hivyo venye nilikuja hivyo nikakupata na mpenzi mwingine. Kidogo nikachanganyikiwa, nikashindwa kuelewa. Hivyo unajisikiza kweli wewe? Kwanza mimi si wa hadhi yako. Cha pili nimezaliwa kwenye mai, pia uwe mume wangu, pia liwezekani. Unasemaje? Ndio. Kwanza maana ya ardhi ni nini? Afa acha nikwambie kitu kimoja. Wewe na yule mchawi wako hakuna sehemu ambayo mnaenda nikiwa ningali nipo. Lile ambalo babaka anahitaji lazima litaenda kufanyika. Babaka anajua thamani yangu kwako. Kwa hivyo usione yule kwa thamani kunishinda mimi. Acha nikuhakikishie hilo. Kwanza subiri. Nani mchawi? Kuna maana fiche ambayo wewe huwezi ukafahamu. Na naomba siku moja ufunguke macho ili uweze kukiona kila ambacho ninakiona. Na pia ufunguke macho uone kile babaka anakiona. Ile alinihusu. Kinachonihusu ni kuhusu ndoa yetu. Ukatae uende juu, urudi chini. Ndoa lazima itafanyika. Subiri kwanza kabla hujaondoka. Nami nitaka nikuhakikishie kwamba kama ningali hapa duniani sitaoleka nawe. Nitaoleka na yule ambaye nampenda. Kwanza mimi na ndoa nawe haitawezekana. Itakuwa kama maji na mafuta. Kwaheri. Vipi mzee? Salama sana kijana. Mzima? Nimepotea sana siku nyingi. Kupotea ni kawaida tu, lakini nimepatikana. Fadhali. So mimi kufika hapa kwako imekuwa kuhusu yule mzimu ambao ulinielezea ile siku. Naam. Nilikutana naye, sijui kama ni yule ama ni mwingine. Kuna uwezekano uwe ni huo. Ila hilo lisiwe tatizo mzee wangu. Tatizo liko kuhusu msichana wako. Ambao ulikuwa umeniahidi kwamba akimaliza masuala ya shule utaweza kumwozesha kwangu. Kwa hivyo nilikutana naye na akawa anaongea zaidi kuhusu yule mzimu. Nikashindwa kwani huko umempatia taarifa kuhusu hili.
Kwa hivyo sijui utanisaidiaje mzee wangu. Mimi kama mzee siwezi kosa la kusaidia. Hata mamake yako nyumbani, kwa hiyo tutaketi naye, alafu tukishaongea tujue la kufanya kuhusu hili swala. Sawa mzee wangu. Karibu.